TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga uhujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Naam, hali gani mtazamaji, na karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya reli na matukio, ambapo vipindi hivi vinaandaliwa na shirika la reli Tanzania TRC kupitia kitengo cha habari na uhusiano. Jina langu ni Hemed Mohamed na mpiga picha ni Agustino Bulegea. Leo tuko katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR awamu ya pili, na tuko katika wilaya ya Urambo mkoani Tabora, tukiangazia mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha 6, ambayo ndio kipande cha kwanza cha awamu ya pili, kipande cha kutokea Tabora mpaka Kigoma chenye jumla kilomita 506, tukitazama namna ambavyo kazi zinaendelea. Na mtazamaji, karibu tena. Kama nilivyokufahamisha, tuko wilayani Urambo tukitazama mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha Tabora mpaka Kigoma, jumla ya kilomita 506, kilomita 411 za njia kuu na kilomita 95 za njia za kupishania. Tuko hapa wilayani Urambo na kutazama kile ambacho kinaendelea hapa. Tuko na mhandisi Moses Matoholo kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Yeye ni mwenyeji wetu hapa na atatufahamisha kuhusiana na kile ambacho kinafanyika hapa katika mradi huu, hasa eneo hili tulilopo hapa. Mhandisi, habari yako kwanza? Salama. Ndio. Watanzania wangependa kufahamu kile ambacho kinafanyika hapa. Hebu kwanza utufahamishe maelezo ya awali kabisa kuhusiana na mradi huu, lakini tunajua katika utekelezaji wa mradi huu kumegawanyika katika vipande. Hapa tulipo ni wapi na ni kipande kipi? Karibu. Mradi wetu kama ambavyo umetangulia kusema ndugu mwandishi, katika njia kuu kuna jumla kilomita 411. Hizi kilomita 411 zimegawanywa katika vipande, tunaviita section kubwa 6. Kuna section namba 1 ambayo inaanzia tunapoanzia mradi kwa maana ya Tabora kilomita 0 mpaka kilomita 55. Tuna section namba 2A ambayo hii inaanzia kilomita 55 mpaka kilomita 119. Alafu tuna kipande cha 3 ambacho ni section namba 2B. Hii inaanzia kilomita 119 hadi kilomita 175. Alafu tuna kipande cha 4 ambacho ni section namba 3. Kipande hiki kinaanzia kilomita 175 hadi kilomita 262. Alafu tuna kipande cha 5 ambacho hii ni section ya 4. Hii inaanzia kilomita 262 hadi kilomita 328. Alafu tuna kipande cha mwisho cha 6 ambayo hii ni section ya 5. Hii inaanzia kilomita 328 hadi mwisho wa kipande chetu ambacho ni Kigoma. Sawa. Hebu tueleze sasa, katika eneo hili hasa ambapo tumesimama hapa, kazi gani ambazo zinaendelea hivi sasa na kwenye kipande hiki kwa ujumla, kipande kidogo hiki? Hapa tulipo kwanza tupo katika section namba 2A kwa maana ya kipande kuanzia kilomita 55 mpaka kilomita 119. Na hapa kama ambavyo unaona tunaendelea na ujenzi. Kandarasi ameanza kujenga baadhi ya vivuko na miundombinu ya kupitishia maji kama makalavati, lakini pia kandarasi ameanza kujenga tuta la reli. Na karibu yangu hapa tunaona tuna ujenzi unaendelea wa kivuko. Hiki ni kivuko kikubwa chenye upana wa mita 14 na kimo kwa maana headroom ya mita 5.5. Na hichi kivuko
kitakuwa kinaruhusu barabara hii ambayo hii barabara inaunganisha mji wa Urambo pamoja na mji wa Uliankuru. Kwa hiyo magari pamoja na binadamu na vyombo vingine vya usafiri vitakuwa vinapita kupitia kivuko hiki ambacho ni kivuko cha chini kwa maana ya underpass. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa kivuko hiki na tumeshafanya kazi kadhaa na tunabomoa hizo formwork, lakini pia tunataka tuanze sasa kujenga kuta za pembeni, retaining walls, kuendelea kukamilisha kivuko hiki. Hiki ni moja kati ya vivuko vikubwa ambavyo umevitaja, lakini wakati ukizungumza awali ulifahamisha kuna vivuko hivi vya njia hizi kwa ajili ya vyombo vya moto kama magari, kwa maana hizi barabara kubwa, lakini kuna vivuko vya waenda kwa miguu pamoja na vile vya wanyama. Hebu tupitishe kwenye aina hii ya vivuko tofauti tofauti ambavyo vinajengwa kwenye kipande hiki ambacho sasa hivi kazi za tuta zinaendelea pamoja na miundombinu mingine. Yaani kweli mradi wetu wa kipande cha kwanza awamu ya pili, pamoja na uwepo wa hivi vivuko vikubwa vya magari, lakini pia tunajenga vivuko rasmi kwa ajili ya waenda kwa miguu, baiskeli, hata pikipiki, na pia kwa ajili ya wanyama. Kwa hiyo tuna vivuko maalum ambavyo tunavijenga kwa ajili ya wanyama, na ujenzi wa vivuko hivi umezingatia pia mahitaji ya wananchi wa eneo husika, kwamba wananchi walishirikishwa toka hatua za awali na wakaonyeshwa maeneo ambayo mkandarasi amependekeza na wao wakatoa maoni yao. Baada ya maoni ya wananchi ndiyo tukaja sasa na awamu ya pili ya ujenzi wa vivuko hivi. Pengine mtu anaweza akawa anatamani kujua kwenye eneo hilo la ushirikishwaji wa wananchi katika kuamua mahala na matumizi ya vivuko hivi, ni kwa njia gani mnawashirikisha wananchi? Kwanza tunafanya nao vikao, tunawapa kile ambacho mkandarasi wetu sisi ameona kinatakiwa, ingawa hata kabla mkandarasi hajafanya usanifu wa hicho kivuko, anafanya pia mkutano na wananchi, lakini baada ya mikutano hiyo wananchi wao pia, kwa sababu wao ndo wanaopita, wanatuonyesha kwamba eneo hili ndio tunahitaji kuwa na kivuko na eneo hili tunahitaji kivuko cha wanyama. Zeni baada ya hapo basi taarifa ile inakabidhiwa rasmi kwa mkandarasi kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Mwanzo wakati unaeleza kwa ufupi, wakati ukieleza kazi ambazo zinaendelea, ulitaja pia ujenzi wa tuta ambao tunajua ndio kazi ya msingi kabisa katika ujenzi wa reli, kwa maana ya kwamba ndio msingi wa kile ambacho kinakuja kubebwa pale juu. Kwenye ujenzi wa tuta kwenye kipande kidogo hiki cha pili A kama ulivyosema, tuko wapi mpaka sasa? Baadhi ya maeneo kama ambavyo tunaona tayari tumeshaanza kuweka tuta, kwa maana ya kuweka sasa udongo fili, lakini baadhi ya maeneo mengine kandarasi ndio anasafisha eneo, na kuna maeneo ambayo kama hapa tulipo utaona tuko juu ya tuta tayari ameanza kuweka udongo sasa kwa ajili ya tuta. Sawa, asante sana mhandisi. Na mtazamaji wa kipindi cha Reli na Matukio, kama nilivyokufahamisha awali kwamba tuko katika kipande cha 6 cha ujenzi wa reli ya kisasa, ambayo hii ni awamu ya pili ya ujenzi wa mradi huu wa kimkakati hapa nchini, ikiwa ni kipande cha kwanza katika awamu hii ya pili. Na
kipande hiki ni cha kutoka Tabora mpaka Kigoma, jumla ya kilomita 506. Hii ikiwa ni muunganiko wa kilomita 411 za njia kuu na kilomita 95 za njia za kupishania. Tuko na mhandisi Moses Matoholo kutoka shirika la Reli Tanzania TRC, atatufahamisha kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye mradi huu kwa maana ya utekelezaji hasa katika kipande kidogo cha pili A, ambapo kwa ajili ya kurahisisha shughuli za utekelezaji wa mradi kipande hiki kimegawanywa katika vipande vidogo vidogo 6 kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Bado tunaendelea na Reli na Matukio, na hiki ni kipande cha Tabora mpaka Kigoma. Na mtazamaji, bado tunaendelea na Reli na Matukio, na kama nilivyokufahamisha awali, bado tuko katika kipande cha 6 cha ujenzi wa reli ya kisasa, kipande cha kutoka Tabora mpaka Kigoma, kazi ikiendelea. Sasa kama ulivyoshuhudia, kazi mbalimbali zimekuwa zikiendelea katika kipande hiki ambacho mpaka sasa kimefikia zaidi ya 9%. Sasa katika kufanikisha kazi mbalimbali za ujenzi, kwa mfano kama vile madaraja na vivuko ambavyo umetoka kuviona hapo, kuna jambo moja muhimu ambayo ni malighafi ambazo zinatumika katika shughuli za ujenzi. Zipo malighafi ambazo zinatokana na viwanda, lakini baadhi ya malighafi zinatokana na kazi kubwa ambayo inafanywa ama machimbo ambayo yako katika eneo la mradi. Nyuma yangu ni moja kati ya eneo muhimu sana ambalo linazalisha malighafi muhimu katika ujenzi wa reli hii ya kisasa, reli ya SGR. Na bado niko na mhandisi Matoholo kutoka shirika la Reli Tanzania TRC ambaye atatueleza hapa ni wapi, lakini pia hiki ambacho kinafanyika ni nini. Karibu mhandisi. Asante mwandishi. Hapa ni Karasha. Hili ni eneo maalum kwa ajili ya kuzalishia kokoto ambazo zinatusaidia katika shughuli zetu za ujenzi wa reli. Na katika kipande hiki cha kwanza, awamu ya pili, kwa maana ya loti namba 6, mpaka sasa hivi mkandarasi wetu ameshaomba maeneo 8 kwa ajili ya uzalishaji wa kokoto, na maeneo hayo yako katika vipande vile ama section ambazo nilizielezea hapo mwanzo kulingana na mahitajio. Tuna eneo katika kijiji cha Isila kilomita 30. Ile eneo liko katika kipande kile cha kwanza, section ya kwanza, kwa ajili ya uzalishaji wa kokoto. Lakini pia tuna eneo jingine ambalo ni hili hapa tulilopo. Hapa tupo katika kijiji cha Muungano, kilomita 80 plus mita 700. Lakini pia tuna eneo jingine kwa maana ya Karasha katika kijiji cha Kombe, kilomita 147, na tuna Karasha nyingine ipo kilomita 200, kijiji cha Nguruka, na katika kijiji hicho cha Nguruka kuna Karasha eneo la kilomita 223. Hizi Karasha mbili zipo katika section ile namba 3. Pia vile tuna Karasha katika eneo la kilomita 259, na tuna Karasha hapo Chakulu kilomita 260 plus mita 555. La vile tuna Karasha nyingine katika eneo la Kalenge kilomita 334 section namba 5. Kwa hiyo hizo ndizo mpaka sasa hivi ndio idadi ya Karasha ambazo tuko nazo. Mwanzo wakati na mkumbusha mtazamaji hiki ambacho kinafanyika hapa, nilijaribu kueleza kidogo tu matumizi ya hiki ambacho kinazalishwa hapa, lakini wewe ni mtaalamu zaidi. Hebu mkumbushe mtazamaji, kokoto ambazo zinakuwa zinatengenezwa hapa zinatumika katika matumizi yapi kwenye ujenzi? Kokoto hizi ambazo tunazalisha zimegawanyika katika matumizi makubwa mawili. Zipo kokoto ambazo tunazitumia kujengea majengo. Majengo haya ninayomaanisha
ni pamoja na miundombinu ya maji, makalavati, madaraja, lakini yako pia majengo ambayo ni vivuko kama ambavyo tumeona, vivuko vikubwa na vidogo, na majengo yetu mengine kama nyumba ambazo ni station na majengo mengine ambayo ni mahususi kwa ajili ya mradi wetu. Tumizi la pili la kokoto ni katika njia sasa. Kama utakuwa umeona katika maeneo ambayo tayari reli imeshajengwa, zipo kokoto ambazo zinawekwa baada ya kuweka taaluma kwa maana ya slipa. Zipo kokoto zinawekwa pale kwenye njia kwa ajili ya kuimarisha njia, kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa tuta na mambo mengineyo. Sawa, asante sana mhandisi. Na mtazamaji, tuko katika kipande kidogo cha pili A katika kipande hiki cha ujenzi wa reli ya kisasa SGR, kipande cha Tabora mpaka Kigoma. Hapa ni wilayani Urambo mkoani Tabora, na tulikuwa na mhandisi hapa, ametueleza kuhusiana na kwa ujumla maeneo kama haya yanapatikana katika maeneo yapi ndani ya kipande hiki, lakini ametueleza bidhaa yenyewe ambayo inazalishwa ambayo ni kokoto, matumizi yake katika mradi na umuhimu wa maeneo kama haya kwa maana ya karasha ambazo zinapatikana katika kipande hiki chenye jumla ya kilomita 506. Sasa twende tukazungumze na wataalamu ambao wako hapa kila siku na wanaifanya kazi hii. Watatueleza kuhusiana na mgawanyiko wa kokoto hizi ambazo zinazalishwa hapa, lakini pia tufahamu masuala mengine tofauti tofauti kuhusiana na kazi kubwa ambayo inafanyika hapa. Na mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Reli na Matukio tukiwa bado katika eneo hili la uzalishaji wa kokoto, na katika karasha hii Simon Mlokomi ni msimamizi wa kazi hii ambayo inafanyika hapa. Mambo vipi? Fresh, tabaya ya kazi. Safi. Karibu sana. Uko vizuri? Asante. Asante sana. Sasa nikitazama kazi ambayo inafanyika hapa kwa picha tu ya macho ya kawaida, haihitaji utaalamu wowote. Natambua kwamba ni kazi kubwa ambayo inafanyika hapa na muhimu. Ndio, asante. Eneo hili mmejipanga kiasi gani? Una timu ya watu kiasi gani ambayo wanawezesha haya yote kufanyika? Kwa site yangu ya crusher tuna huduma watu 41 tu ambao tunaweza tukaendesha hii kazi hapa. Kwa upande wa Kwale pale na watu 5. Umeona, lakini na maoperator 5 na madereva 5. Lakini maoperator kwa maana ya mitambo kama ile inayopasua kule? Yes, na maanisha hivyo. Na vivyo hapa timu yangu ya karasha pamoja na mafundi au watu wa umeme na watu 13. Hongera sana kwa kazi. Sasa mhandisi ametueleza pale matumizi ya kokoto ambazo zinazalishwa katika maeneo haya tofauti tofauti, likiwemo hili ambalo liko hapa Urambo. Na moja kati ya matumizi ametueleza ujenzi wa majengo, lakini pia kuna kokoto ambazo zinazalishwa kwenye njia. Hebu tupitishe kwenye bidhaa kwa maana ya kokoto zenyewe, aina ya kokoto ambazo unazizalisha kwa mfano hapa kwenye eneo lako. Asante sana. Kama karasha yetu tunavyoiona hapo nyuma, tunazalisha mpaka sasa tuna material aina 4 ambayo tunaweza kuyazalisha. Tuna material ambayo ni dust ambayo tunaanza milimita kuanzia 0.3 cm mpaka 0.5 cm. Na unaposema dust kwa maana yake inakuwa kwenye asili ya vumbi fulani. Yes, au asili ya mchanga. Na vivyo tuna kokoto ndogo ambayo inaanza 5 mpaka 15 cm. Na vivyo tuna kokoto kubwa ambayo inaanza 16 mpaka 25 cm. Na vivyo kuna kokoto kubwa ambayo asilimia kubwa sana inaweza kutumika kwenye reli juu kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko, hiyo ambayo inaanzia 26 mpaka 63. Hiyo umetueleza matumizi yake. Hizi zingine zinatumika namna gani? Kwa mfano ukianza na ile ambayo umehitaja kuwa ina asili ya mchanga. Hii asilimia kubwa sana tunatumia kama kwenye mambo ya ujenzi, maana kama nyumba za wakandarasi, ujenzi wa miundombinu kama ni maji, unaona. Majumba ambazo tunakaa si wenyewe, kwa hizo shughuli ndogo ndogo. Sawa. Ndio. Aina zote hizo ambazo umezitaja hapa, nafahamu ya kwamba katika hatua ya kwanza zote zinatoka katika eneo moja kwa maana ya mlima ambao uko kando tu hapa. Hebu tueleze kuanzia pale mpaka mwisho kabisa hapa kwa ufupi, mpaka ile bidhaa ya mwisho inapotoka. Mambo yanakuaje? First of all kwanza huwa tunafanya blasting. Maana kuna timu ambayo huwa ni kazi yao ni kuchoronga mashimo, kuchimba mashimo. Ambayo kwenye hayo mashimo huwa inaenda na depend. Kuna yenye mita 7, mita 9 mpaka labda nyingine mpaka mita 3. Inategemeana na hilo eneo.
Tukishafanya blasting maana yake ni kuweza kuyachukua mawe na kuja kuleta karasha kwa kutumia magari sasa. Kwa kutumia magari ambazo ni dumper truck. Sawa sawa. Yes. Yakishafika hapo then hapo nianza kufast crash. Sawa, asante kwa maelezo hayo, lakini tunajua kwamba kwenye uzalishaji wowote tunajua malighafi na mchango mkubwa sana katika matokeo ya kile ambacho kinaenda kutengenezwa mwishoni. Kwa maana kwa mfano hapa kokoto ambazo zinazalishwa hapa zina nafasi kubwa sana katika picha na ubora wa kile ambacho kinajengwa kule kwenye eneo la mradi. Na hili nazungumza kwa sababu mara kadhaa Mheshimiwa Rais amekuwa akizungumza ya kwamba reli hii inatakiwa kukamilika kwa ubora na viwango ambavyo vimewekwa kimkataba ama tumekubaliana. Sasa ninyi kama upande wa mkandarasi mnashirikiana vipi na wadau wengine ama wasimamizi wengine wa mradi kuhakikisha kwamba hiki ambacho kinatoka hapa kinakuwa katika ubora ambao unatakiwa kama ambavyo kinatakiwa kufika kule kwa ajili ya kutengeneza kile ambacho kimekusudiwa? Kwenye swala la ubora, kwa hii crash yetu huwa tukisaga kila baada ya wiki moja huwa nakuja masurveyor kuja kupima material. Mnapochukua baadhi ya sample na kuweza kuziangalia je, zinafaa au hazifai. Kwa wastani ninyi hapa mnapokuwa hapa mnazalisha kiasi gani kwa mfano kwa siku? Kwa siku target yetu sisi ni kuzalisha magari 80 ambayo yenye cubic mita 18. Hiyo ni per day. Kwa siku moja? Kwa siku moja. Sawa sawa. Hongera sana na kazi nzuri mnafanya. Asante. Mtazamaji wa kipindi cha Reli Matukio, tulikuwa na mwenzetu hapa kutoka kampuni ya mkandarasi CCECC ambao ndio wamepewa dhamana ya kusimamia ama kutekeleza mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa kwa kipande hiki cha kutoka Tabora mpaka Kigoma, jumla ya kilomita 506, na tulikuwa tukitazama hiki ambacho kinafanyika hapa. Ametueleza hatua kwa hatua ambacho kinafanyika hapa, ubora unazingatiwa kiasi gani, na mwisho hapa ameeleza namna ambavyo teknolojia inatumika hapa kuhakikisha kwamba kile ambacho kimekusudiwa kwa ajili ya Mtanzania basi kinafikiwa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo ni vya muhimu na ni jambo la kwanza katika utekelezaji wa shughuli nzito muhimu kama hizi za ujenzi ni swala zima la usalama. Ni vipi eneo kama hili ambalo linabeba jukumu zito kama hili linazingatia usalama watu ambao wanafanya kazi hapa, lakini pia tunatambua kuna maeneo jirani na hapa kuna wakazi ambao wanaishi kwenye vijiji hivi. Usalama wao unazingatiwa kiasi gani kwa shughuli ambazo zinafanyika hapa, mathalan shughuli kama vile ulipuaji wa miamba? Eneo la Kwali site lina sehemu kuu tatu. Kuna karasha na kuna mwamba ambao tunatajika kwa ajili ya kulipua, na tuna sehemu kwa ajili ya kutunza vilipuzi, yani magazine store. Upande wa sehemu ya kulipua tuna wafanyakazi ambao tunaprovidea PPE kama vile maski, gloves, goggles ambao kwa Kiswahili tunaita miwani, na tunaprovidea overall, yani suit kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya matukio ya blasting. Kwa upande wa blasting, cha kwanza kabla ya kufanya blasting tunaangalia kuna procedure chache ambazo vitu zifuate. Hatua ya kwanza, lazima tuprovide notification letter kwa mtendaji wa kata, tupeleke barua kwa ajili kama siku fulani au tarehe fulani utakuwa na zoezi la ulipuzi. Baada ya hapo tunatoa elimu kwa jamii ambayo inatuzunguka hapa. Tunapita na gari ambayo linatangaza siku, tarehe na muda wa kufanya zoezi letu la ulipuzi. Na masaa machache kabla ya ulipuzi tunapita tena kuhakikisha kama kuna mtu yeyote amebakia katika maeneo ya ulipuaji, ndipo zoezi letu la blasting linafanyika. Kwa upande wa karasha, hapa tunafanya kazi almost 13 ambao tunaprovidiwa PPE. Yaani tunasema PPE ni vifaa vya kutendea kazi, sawa, kwa ajili ya kulinda usalama wao hata wanapotoka nje ya mradi wasiwe wameathirika kwa namna yoyote. Ila kwa upande wa magazine store pia tuna magazine store keeper, mtu ambaye yuko pale kwa ajili ya utunzaji wa vilipuzi vyetu, na pia kuna sheria zake za kuingia mule. Mtu ukitaka kuingia mule lazima kuwe kuna sheria ambazo zinafuatwa. Kitu ambacho cha kwanza watu wazuia ni kuingia mule magazine, lazima uwe cha kwanza uwe full PPE, na pia utaki kuwa na simu yako ya mkononi kwa sababu mule ni sehemu sensitive ambayo inatunza vilipuzi. Kwa hayo niliyoyasema, hakuna zoezi lolote ambalo litaendelea katika site hii
bila kuzingatia usalama. Kwa usalama kwetu ni kitu cha kwanza kwa ajili ya kumlinda mfanyakazi na maeneo yanayotuzunguka. Na mtazamaji wa Reli na Matukio, ndivyo ambavyo eneo la usalama linazingatiwa. Tunasema usalama kwanza katika kazi yoyote ile ambayo inafanyika ndani ya mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa, si hapa tu katika kipande cha 6, lakini kokote pale ambapo kazi hizi zinafanyika. Kumbuka leo tulikuwa katika kipande cha 6 cha ujenzi wa reli ya kisasa ambayo ni awamu ya pili ya mradi huu wa kimkakati hapa nchini, kipande cha Tabora mpaka Kigoma, jumla ya kilomita 506, na tulikuwa tukitazama namna ambavyo kazi zinaendelea. Tulikuwa na mhandisi Moses Matoholo kutoka shirika la Reli Tanzania TRC. Tumetazama maendeleo ya ujenzi wa mradi huu, tumetazama ujenzi wa tuta na miundombinu mingine ikiwemo vivuko na madaraja, lakini pia mwisho kabisa hapa tulikuwa hapa eneo la Karasha, kumbuka ni wilayani Urambo mkoani Tabora, na tumetazama kazi ambayo inafanyika hapa, uzalishaji wa malighafi muhimu katika mradi huu, uzalishaji wa kokoto. Na uhakika umefahamu mengi sana. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea kwa niaba ya kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la Reli Tanzania TRC. Asante na kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Endelea kufuatilia vipindi vya Reli na Matukio. Sura mpya ya shirika la Reli Tanzania.